Mathayo 25:6-10. Mathayo 5:15-16. Jina la Yesu Kristo. Anza kitabu cha jana, ndio nasema turudie kitabu cha jana. Mathayo sura ya 25. Anza kusoma mstari wa 6 hadi 10. Hadi 10:25 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini usiku wa manane, pahala kelele hayo, bwana harusi tokeni mwende kumlaki. Sawa. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao, na wale wakubapo wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Amen. Endelea kidogo. Maana taa zetu zimezimika. Si wanaomba ombeni mtapewa. Kwenda. Lakini wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzaji mkajinunulie. 10. Na hao walipokuwa wakienda kununua bwana harusi, 10 tu. 10 tumalizie 10. Ndio. Na hao walipokuwa wakienda kununua bwana harusi akaja, na hao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Amen. Waliokuwa tayari wakaingia naye na mlango ukafanyika nini? Ukafungwa. Ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Swali kiupekee, unaona mlango ukigongwa tena utafunguliwa? Ombeni mtafunguliwa. Si ni yeye ule sakisha ingia, mlango unafungwa. Jiulize, esko mlango unafanana kufunguka tena? Hata ule mlango utafunguliwa tena. Nikifikiria uchoyo ni dhambi. Sio uchoyo ni sawa. Uchoyo uko sawa. Uchoyo uko sawa. Mungu wachoyo mwenye wana mwitiki. Mungu wachoyo. Nauliza, uchoyo ni vizuri? Kuima mtu ni sawa? Ushatoka mara kudani kimoto inatokota vile kulisha kwa mbele mpaka unaojea maji na chikaukia mchungu, unafanya sambla na kufanya sambla. Ulishaivisha mgani koko unakamata kibakuli na chungu unasukumia kule. Dimashe kitambala koti naomba mkanisa. Ni makosa. Hawa mabikira 10, 5 wenye akili, 5 wapumbavu. Akili za hawa 5 ilitokana na kuwa kwao tayari na hivi vifaa. Tulisikia kwamba hivi ni vifaa katika somo yetu. Hivi ni vifaa vinatusaidia na kupata mwangaza. Inawaka. Hii ningelitafutiwa ya mzuri. Hii ningelitafutiwa tu ya mzuri. Jana ilisumbua. Jana hii ningelitafutiwa ya bila tu hii. Inawaka. Oza. Hivi ni vifaa. Katika kutafuta, huyu mama alitafuta sarafu yake, alitumia taa, akatumia kifagio. Si hivyo? Na tukaangalia kuja kwa Yesu Kristo, amekuja na neno, nafasi ya taa. Amekuja na neno, nafasi ya taa. Kufikia kupata kile ambacho mtu anachokitafuta, unahitajika akili
itumike, unahitajika nguvu, unahitajika pia vifaa. Maana si kila kutafuta mtu anaweza kufikia kupata kiurahisi. Tuseme mtu anapotaka kupata dhahabu au oro, kitu kile kionekani kifua chimbule akitafute mudongo, si kijiko tu utaenda kutafuta nayo oro. Kile unapotafuta utaka wa kukipata na unakutuka wale kufanya mahesabu kalibora, inahitaji nipate pioshi, inahitaji nipate bado nipate hata na besh, nipate iki na iki na iki, njoo nipate iki kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ume inahitaji kutaniwe kuwa na pesa, si hivyo? Ndio, inahitaji uwe na pesa. Unaweza ukatamani ukapenda kitu kenye hakiko kyako kwa macho kuona, na kisha unaingia kwa mahesabu kutafuta namna utapata, na zile ndani unaona kwa mwingine. Tendo kutafuta ni namna mtu anavyofanya kufikia kupata au kuona. Kwa hiyo kama kulikuwa kutumia taa, tukakamata vyombo vyenye kutusaidia kwanza kupata nuru, kwa sababu hiki kitu kilihitajika katika kutafuta kwa umma. Nini ni mtu atafute taa? Kwa sababu kulikuwa giza. Haleluya, kulikuwa giza. Kwa hiyo kama kulikuwa giza, kwenye giza iko macho haitumiki kama inavyopasa. Kwa hiyo alitafuta taa. Hao nao walienda ili wamlaki bwana harusi, walienda na hivi vifaa. Kwa sababu gani? Walijua kisha mchana kunaweza kuwa usiku. Sema amen. Kama kuwa mchana kisha kunaweza kuwa usiku, maana katika mwanzo Mungu alikusudia kuwe asubuhi na magharibi. Na kwa kuwa saa ya kuja kwa huyo bwana harusi haikujulikana, ilibidi waende wakiandaa. Wanajua kwamba kama afiki mchana atafika usiku, na akifika usiku itahitajika tuwe na vifaa vya kutusaidia mwangaza. Jina la Bwana liwe. Kwa hiyo vifaa hivi ni vifaa vya kutusaidia tu mwangaza. Kwa maana tulitayarisha hii taa. Ili taa ili wake inahitaji mafuta. Tunasikia kwenye usoni akili yao wakabikira tu ilitokana na taa zao kukutaniwa kuwa na mafuta ndani, na upumbavu wao watano ulitokana na taa zao kukutanika pasipokuwa na mafuta. Kwa hiyo hii taa wake kile kinafanya taa wake si kingine ni mafuta. Sema mafuta. Mafuta. Sema mafuta. Mafuta. Kwa hiyo soma ile kitabu sura 5 mstari wa 15 16. Sura 5 15 16 tunasoma katika jina la Yesu. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiangoo, nayo yawangaza wote walio ndani ya nyumba. Amen. Rudia kusoma tena. Narudia. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya meza, nayo yangae, ili watu wote wamekuwa ndani wapate kuona mwangaza. Amen. Sura 16. Ndio. Hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wote wapate kuona matendo yenu mema na wasifu. Hivyo nuru yenu pia iangaze kwa watu wote wapate kuona matendo yenu mema. Jina la Bwana libarikiwe. Ilikuwa ni taa, chombo kilichotumikishwa kwa kutafuta, lakini wakati aliyetafutwa anapatikana, akakusudiwa kuwa pia nafasi ya taa. Ni nani aliyepatikana? Ni wewe, ni mimi, ni sisi mbele za Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na Kristo ni huyo anageuka sasa kutaka kunijulisha mimi na wewe kwamba nafasi yake ni wewe. Alikuja na neno, na kwa kila alichofanya msalabani ilikuwa ni kazi ya kifagio ili kuweza kututoa katika uchafu. Maana kilichotafutwa katika nyumba hiyo kilipatikana katika uchafu, na sisi tumepatikana machoni pa Mungu kuonekana kutoka katika uchafu.
Uchafu gani? Ni uchafu wa dhambi, wa matendo mabaya. Nitumie lugha hiyo kwa sababu dhambi inaogopesha watu. Ukimwambia mtu unafanya dhambi anaogopa. Ukiambia mtu unafanya dhambi anaogopa. Wewe kumwambia kumtenda makosa anasikia sawa vile anasema hapo vizuri. Kitabu hiki cha kwanza kinasema, saa za 8 kukawa na kelele na sauti zikafuata kelele hizo kuamsha wale wote mabikira 10 zikiwaambia amkeni, maana bwana harusi anakuja. Wakaamka wote, kila mmoja akaanza kushughulikia kuosha taa zake. 5 wakawasha taa zao zikawaka kwa sababu kulikuwa mafuta, na 5 wakawasha taa zao hazikuwaka kwa sababu amekuwa mafuta. Ombeni mtapewa. Wakaomba kwa maana imeandikwa. Haleluya. Wakaomba kwa maana imeandikwa ombeni mtapewa. Jamani sisi tunakosa mafuta, tupeni mafuta na sisi taa zetu ziwake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikasema jana katika lugha ya Lingala, liboke ya molinga basobe la kango kwanga wale wenye akili taa zao ziliwaka. Wakaambia wale walioomba, jamani mafuta yetu tulio nayo haitatoshelea tena sisi na moyo. Kumbe kuwasaidia, enendeni ukatafute mafuta. Upumbavu ukazaa upumbavu. Haleluya. Uliobakie tu bakaenda. Maana mtu akiwa mpumbavu anaweza danganywa. Mtu akiwa mpumbavu anaweza danganywa. Ndio sababu ya Kristo mkutuma wanafunzi kulingana na jinsi alijua ulimwengu inahitaji urefu. Akawaambia, enendeni ninawatuma kama kondoo kati ya imbwa mwitu, lakini iweni werevu kama nyoka. Tena iweni wapole kama ua. Wala hakuna werevu mwingine kama mtu wa dhambi. Mtu akiwa na akili ndani mwake, akili inampa werevu. Tukasema werevu wetu sisi kanisa unasababishwa na Roho Mtakatifu ndani mwetu. Na Roho Mtakatifu tukimkosa, tunakuwa taa zisizokuwa na uwezo wa kuwaka. Maana zile mafuta ni nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu tunatoka kuzungumziwa na wengi tunatoka kusherehekea siku kuu ya ujio wa Roho Mtakatifu. Wengi wanasherehekea, wanafanya safari kutoka huko kwenda huko, na bado una miaka kanisani kama Mkristo haujajua umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kama palikosekana mafuta na taa zikakosa kuoka, ndivyo kama uwe nafasi ya taa, elewa kwamba ukikosa Roho Mtakatifu hakuna mwangaza katika maisha yako. Hakuna mwangaza katika maisha yako. Hakuna mwangaza. Unaweza himba katika mwili, unaweza fanya kila kitu katika mwili, lakini acha nikwambie, kila unachofanya machoni pa Mungu hakitaonekana, na hakitaonekana kwa macho ya pato. Ndio maana Biblia inasema apandaye kwa mwili atavuna tu uharibifu, na apandaye kwa Roho atavuna uzima uliokuwa